Madhara makubwa manne yanayotokana na ufanyaji wa punyeto. Kama wewe ni kijana ambaye una tabia ya kufanya punyeto mara kwa mara, hakikisha unasikiliza video hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na mwishoni utaenda kujifunza ni kwa namna gani uweze kuachana na masuala ya upigaji wa punyeto. Jambo la kwanza, punyeto huwa inasababisha uchovu ambao unakuwa ni uchovu wa kiakili, hali ambayo inasababisha wanaume wengi kushindwa kufocus na shughuli za uzalishaji, shughuli za utendaji kazi ambazo zitasababisha ziweze kubadilisha maisha yao ya siku za baadaye. Kwa mtu anayefanya punyeto anasababisha utegemezi ambao unapelekea ubongo unakuwa unachoka sana, hali ambayo itampelekea huyu mwanaume ashindwe kufocus na mambo ya muhimu. Lakini jambo la pili, mwanaume ambaye anakuwa anafanya punyeto kwa kuangalia video za ngono anatengeneza uraibu ambao unaweza ukatengeneza utegemezi wa kihisia. Kipindi ambacho anakuwa anashiriki tendo la ndoa na mwenza wake, inakuwa ni ngumu sana huyu mwanaume kupata hisia za kuweza kuendelea kushiriki tendo la ndoa na huyu mwanamke, kipindi ambacho anakuwa ameshaenda raundi moja au kipindi ambacho anakuwa anajiandaa kwa ajili ya kuweza kuendelea na mchezo. Lakini jambo la tatu, punyeto huwa inatengeneza utegemezi au inatengeneza hisia ya hatia. Mwanaume yote ambaye anafanya punyeto, mara baada tu ya kumaliza punyeto, anakuwa anapata hisia fulani ya hatia ndani yake. Kila siku anajiambia kwamba leo ninafanya ya mwisho, lakini kesho akiamka anajikuta anaingia tena kwenye ule uraibu, na mara baada tu ya kumaliza kujichua anakuta kuna hisia fulani inakuja ndani yake na kumwambia kwamba umepata changamoto. Sasa kama utakuwa ni mwanaume ambaye unaendelea kufanya punyeto, haya mambo matatu yanaweza yanajitokeza mara kwa mara, lakini jambo hili la nne ndio linaweza likawa ni kubwa zaidi. Jambo la nne linaweza kuathiri mfumo wako wa uzazi. Kuna baadhi ya wanaume wakati wa kushiriki tendo la ndoa, kipindi ambacho wanakuwa na mwandaa mwenza wake, wanajikuta wanamaliza, wanatoa mbegu kabla ya kuanza hata kushiriki tendo la ndoa. Kinachotokea ni kwamba huyu mwanaume anakuwa tayari ameshaathirika kisaikolojia, hali ambayo inatengeneza kitu kinaitwa fake dopamine kwenye ubongo. Utegemezi huo unaweza kumfanya huyu mwanaume akawa anashindwa kusurvive au kusustain kwenye tendo la ndoa au kukaa kwa muda mrefu kwenye tendo la ndoa na kusababisha stamina yake kushuka. Kitu ambacho kinakuja kutokea ni kwamba huyu mwanaume anakuwa anawahi kufika kileleni, anashindwa kurudia raundi, uume wake unakuwa unasimama kwa ulegevu, anapoteza hisia za tendo la ndoa, uume wake muda mwingine unaweza kuwa unasinyaa, unakuwa kama wa mtoto. Nini cha kufanya? Jambo la kwanza, hakikisha unaacha kufanya punyeto. Jambo la pili, hakikisha unabadilisha mtindo wako wa maisha. Jambo la tatu, fanya mazoezi ya kukimbia, fanya mazoezi ya kuruka kamba, fanya mazoezi ya Kegel exercise. Na jambo la nne, badilisha aina ya vyakula ambavyo unavitumia. Punguza matumizi ya vyakula vyenye sukari nyingi, punguza vyakula vyenye chumvi nyingi. Lakini jambo la